subscribe to my channel. And also press this bell icon. Sana mwana michezo, tuzungumze michezo. Tupo na teacher Mwamba GB 64, mkali wao. Unaweza ukamuita majina mengi kweli kweli, lakini usimalize kuyataja. Upo vizuri? Mimi niko vizuri kabisa. Mambo yanasonga? Mambo yanasonga, anachaje kusonga wakati na mwamba mmoja kutoka Musoma anaitwa Deus Kaisile. Yaani huyo muda wowote, yani nikimpigia simu dakika 2 tu kila kitu kinaenda sawa. Ni mwana Simba alia. Deus Kaisile yuko ndani ya Musoma. Mimi mambo yangu yanaenda sawa. Sawa, GB, tuanze na hili. Taarifa kutoka kwa Nasibu Mkomwa ni kwamba ndoa ya Musa Pinipini Kamara na Simba imemalizika, na Musa Pinipini Kamara amefikishiwa tayari taarifa kwamba hayupo katika mpango wa wekundu wa Msimbazi Simba. Imetoka official taarifa kutoka kwa Nasibu Mkomwa. Sasa Nasibu Mkomwa yeye ni nani? Mimi ninachofahamu official statement ya kwamba tumeachana na Pinipini Kamara kwenye mfumo ndio ninaoifahamu mimi. Yaani ametolewa kwenye mfumo kutokana na majeraha yake alikuwa ya muda mrefu, na sasa hivi anaendelea kurecover taratibu. Taarifa nilokuwa nayo mimi, ameongezewa miaka 2 ya uwepo ndani ya ndani ya Simba Sports Club. Kwa hiyo mpaka sasa hivi yule bado ni mtumishi wa wa Simba. Achana na hizo propaganda zinazoendelea kwenye mitandao. Nasibu Mkomwa sio kiongozi wa Simba wala sio mwanachama wa Simba. Huyu ni mwanahabari. Kwa hiyo yeye anapokosa habari basi anaanzisha lolote. Kwa hiyo mpaka sasa hivi mimi ninachofahamu yule ni mtumishi wetu. Umeelewa? Ni mtumishi wetu ambaye ni mchezaji, ila ametolewa katika system kutokana na taratibu za kisheria na za kikanuni za ligi yetu ya Tanzania kwamba upaswe kuwa na magolikipa wawili wageni. Kwa hiyo lazima uwe na golikipa mmoja. Ndio maana yeye alipoumia aliwekwa pembeni, akawekwa nani? Akawekwa mwamba mwingine kutoka Kutoka Niger. Sawa. Lakini lisemalo lipo JBS. Lisemalo lipo, lakini sio kwa hili. Mimi nina uhakika. Vyanzo vyangu mimi vinaniambia Pinipini Kamara ameshaongezwa tena miaka mingine 2. Bado alikuwa na mwaka mmoja akaongeza tena 2. Kwa hiyo yupo sana ndani ya Simba. Pengine na hii inatokana kwamba hivi sasa pressure iliyopo ni kwamba mashabiki wa Simba ni kama mumwamini hivi Tanja Kasali. Unajua golikipa sawa Golikipa hata wewe sasa hivi mfano uwekewe hapa Pinipini Kamara, hapa uwekewe Tanja Kasali. Wewe unaenda na nani? Pinipini Kamara tayari ana experience kubwa ndani ya Simba. Ameshacheza msimu mzima na ametupeleka finali. Kwa hiyo uzoefu wake tofauti Tanja Kasali. Hata Tanja Kasali itafikia mahala naye atakuwa na experience hiyo. Kwa hiyo swala la makipa kupitia katika vitu sawa kama hivi ni vitu vya kawaida, lakini kuna vitu ukiviangalia, kuna vitu anavyo Pinipini Kamara Tanja Kasali ana. Umeelewa? Especially katika footwork katika sweeping. Tanja Kasali huwezi kumfananisha nani? Huwezi kumfananisha Pinipini Kamara. Pinipini Kamara yuko vizuri. Na ndio maana wana Simba hatutamani hata kumwachia Pinipini Kamara. Anasumbuliwa na ugeni wa timu ama pressure ya timu aliyokuwa nayo, ama bado hajazoea mazingira Kasali? Mimi nadhani ni pressure na mazingira. Yule ametoka kwenye timu zenye mashabiki wachache. Kaja Simba anakutana na mashabiki wengi. Ndio maana utakuta hata mistake zake ni mistake ambazo unaona kabisa ni pressure ndio inampelekea kufanya vile vitu. Kwa mfano kama hizo mistake za juzi, anapoianzisha mipira huwa mara nyingi inatoka, mingine anawapa maadui, kashafanya takriban mara 3 mara ngapi? Mara 4. Anakuwa anasogea mbele ya goli, kwa hiyo unakuta mipira inafanya inampita kiurahisi. Kwa hiyo vitu vingine ni natural, vitu vingine ni kutokana na pressure pressure ya mashabiki. Lakini unaamini kwamba Kasali ni golikipa bora? Kasali ni golikipa mzuri. Sawa, ni golikipa mzuri. Kwa sababu mpaka sasa hivi ana clean sheet ngapi? Umeelewa bwana? Kwa hiyo uwezo ukasema ni golikipa mbaya. Swala la kufungwa ni mistake tu ya golikipa, anafungwa na anaweza vile akarekebishwa kama mwalimu anakuwa anafanya anazifanyia kazi, anamrekebisha na yeye akazifanyia kazi zile mbinu za mwalimu atakazompia, anaweza akafanya akabadilika, kwa sababu tumewaona Simba magolikipa wengi wamebadilika kupitia kwenye mikono ya walimu. Hata Aishi Manula alikuwa na tabia ya kufungwa magoli ya mbali, lakini baada ya kuja yule Brazil amemtengeneza Manula. Hatimaye Manula ukizungumza magolikipa watatu barani Afrika uwezo ukamkosa Aishi Manula. Hata Alisalimu alitengenezwa akawa golikipa bora. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida sana kama golikipa atafuata atafuata yale anayoelekezwa na benchi la ufundi la magolikipa la magolikipa. Sheria yetu hairuhusu ama kanuni zetu haziruhusu kuwa na magolikipa wawili wa kigeni. Ni wazi kabisa akipona Musa Pinipini Kamara, kwa mujibu wa vyanzo vyako kwamba ameongezewa miaka 2, Tanja Kasali atakuwa kwenye hatihati ya kuondoka.
Hiyo ndo maana yake. Kama itabakia kuwa golikipa mmoja, Tanja Kasali itabidi afanye nini? Aondoke, ampishe Pimpin Kamara. Yaani hivyo vitu vya kawaida. Lakini kama sheria itaruhusu magolikipa wawili zaidi ya mmoja, basi tutabakia nao wote wawili, kwa sababu huyu akiumia kama kilichotukuta mwaka huu, basi huyu anafanya nini? Anacheza, kwa sababu mpira wetu sasa hivi umekuwa na uadui mwingi, watu wanaumizana, mainjali yamekuwa mengi. Kwa hiyo mpira unaweza ukatoa wachezaji ukafanya ukalewa ukapata injury. Kwa mfano kama mwaka huu tumepata injury ya Kamara, hatujakaa sasa tunapata injury tena ya golikipa namba 2 ambaye ni nani? Yakubu Suleiman. Kwa hiyo tukawa hatuna golikipa, bahati nzuri dirisha dogo limekuja limetokoa, ndo akaletwa nini? Tanja Kasali. Hussein Abeli yupo pale pia. Anahitaji kuaminiwa na yule golikipa ndani. Sawa, kuaminiwa ni vitu vya kawaida. Sasa inategemea ukiaminiwa na wewe unaaminika. Si umeelewa? Unatakiwa ukishapoa mechi na wewe uonyeshe. Kwa sababu Simba washafufua magolikipa wengi sana. Sawa, leo unapomzungumzia mfano Manyika JR. Sawa, alitengenezwa kama alivyotengenezwa kina Ali Salim katengenezwa hivyo hivyo. Kwa magolikipa Juma Kaseja katengenezwa hivyo hivyo. Kwa hiyo na yeye kama angekuwa akipewa mechi, sawa, anaonyesha vile vitu ambavyo wana Simba wanavihitaji au klabu inataka. Mimi nadhani wala tusingekuwa na tabu kutafuta nini? Golikipa mwingine wa kigeni. Kwa sababu kwanza swala kutafuta golikipa wa kigeni linaharibu nafasi zile, katika nafasi zile 10 ngapi? 12. Kuna namna ambavyo wekundu wa Msimbazi Simba ukimtazama Tanja Kasali hivi sasa ni kama mashabiki wakiwa wanaangalia mpira moyo inadunda hivi. Pengine sasa JB, kwa namna ambavyo umemtazama Tanja Kasali, wapo ambao wanasema ni aina ya magolikipa ambao tunao wengi Tanzania. Ukisema hivyo utakosea, kwa sababu Tanja Kasali bado ukiwalinganisha na magolikipa wetu wa ndani hawa, sawa, bado unamkuta yule ni bora kuliko nini? Kuliko magolikipa wetu wa ndani. Na ndio maana unakuta mpaka sasa hivi ana clean sheet nini 7. Magoli yanayofungwa ni mistake ambazo nimekwambia. Kama mwalimu anaweza akazifanyia kazi, basi Tanja Kasali anaweza akafanya nini? Anaweza akawa golikipa mzuri na akawa golikipa bora. Mnyama Simba amekuwa CRDB Federation. Ni wazi kabisa mnahitaji aina ya vikombe vyote ambavyo viko mbele yenu. Vikombe ni lazima, kwa sababu tayari tuna uhaba wa vikombe. Ni misimu takribani 4 au 5 hatujapata kombe la aina yoyote zaidi ya kombe la Muungano tulilopata nini? Zanzibar. Kwa hiyo uhitaji wa vikombe, na ndio maana umeona jana baada ya kipindi cha kwanza Simba kupotea, kufungwa goli moja, kipindi cha pili benchi la ufundi limeenda limewapa maelekezo wachezaji, na wachezaji wamejikomiti na wakatoa commitment iliyokuwa bora, na hatimaye tukaweza tukafanya comeback ya goli ngapi? Ya goli 3. Kwa hiyo inaonyesha moja kwa moja tayari Simba sawa ina uhitaji, yani inacheza vitu kwa ajili ya kudemand nini? Kudemand vikombe. Tushaingia robo finali. Mechi 2 tu, mechi moja robo finali, tunaenda nusu finali, hatimaye tunaenda kutafuta nini? Kulitafuta taji la nini? La FA. Kwa hiyo ndio maana wachezaji umeona wamepambana kwa jasho na nini na damu jana, na hatimaye wamesawazisha goli, na hatimaye kaongeza goli ngapi? Goli 2. Sifa ya timu kubwa ni kureact muda wote na kushinda. Walichokionyesha jana Simba ndio sifa ya timu kubwa. Hiyo ndio timu kubwa ilivyo. Timu kubwa inapotanguliwa goli, sasa inatakiwa irudi kama nini? Kama mbwa mwitu. Umeelewa bwana? Mbwa aliyejeruhiwa au simba aliyefanya nini? Aliyejeruhiwa. Na ile ndio ukubwa wa Simba umefanya nini? Umeonekana jana. Kwa sababu watu wengi walishakata tamaa, mpaka baadhi ya wana Simba wameona kwamba tayari Simba ishafanya nini? Imeshapotea. Lakini mwisho wa siku tulivyorudi, benchi la ufundi limefanya kazi yake, na wachezaji hatimaye wakatumia mbinu walizopewa na mwalimu, wakaenda wakafanya comeback ya goli ngapi? Goli 3. Yule Suleiman mwalimu ambao tulikuwa tunapiga kelele kwamba anakosa magoli, ndio aloenda kufunga magoli mangapi? Magoli 2, na hatimaye tukamalizia na goli la ngapi? Goli la 3. Kwa hiyo moja kwa moja unaona kabisa kwamba Simba ni timu ya nini? Timu ya aina gani? Timu kubwa, ndio ukubwa wake unaonekana kama vile jana ulivyofanya nini? Ulivyoonekana.